Nashukuru sana. Naomba tusikie sasa. Naomba tukae. Ushirika SACCOS. Ushirika ni tunafanya biashara kweli? Na hakika tunafanya biashara. Ushirika ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana wakilishi wa mrajisi wa vyama vya ushirika nchini, Bwana Josephat Kasamani, sekretari wa msaidizi uchumi na uzalishaji, sekretari ya mkoa wa Arusha, Bwana Daniel Luke, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika katika mkoa wetu, Bwana Robert George, mwenyekiti wetu wa jukwaa la maendeleo ya ushirika katika mkoa wetu, dada yetu Maria Francis, wa Arusha Women Business, pamoja na wenyeviti wengine wote wa ushirika, lakini ndugu yetu Seloya, mwenyekiti wangu, mwakilishi mwenyekiti wangu, mameneja wote, makatibu na wanachama wa vyama vya ushirika wote, wadau wa maendeleo ya ushirika, watoa huduma katika vyama vya ushirika, waandishi wa habari ambao mko mbele yangu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana na wanaushirika wote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tena. Kwanza naomba nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha mimi pamoja na ninyi kukutana hapa tukiwa na afya salama. Lakini la pili, nishukuru kwa waandaaji kwa kuandaa jukwaa hili. Mrajisi na kushukuru pamoja na wote ambao wameshirikiana nao kuandaa jukwaa hili na mwenyekiti wetu wa jukwaa chini ya kauli mbiu yetu inayosema ushirika kujenga ulimwengu ulio bora. Kauli mbiu hii inaakisi dhima ya msingi wa ushirika katika kujenga jamii jumuishi zenye mshikamano, usawa na zinazojitegemea kiuchumi. Naomba mrajisi kushukuru kwa taarifa uliyosoma hapa ya ushirika katika mkoa wetu. Lakini washukuru wote waliokuja hapa kuzungumza, mmetupa taarifa mbalimbali za msingi ambazo zinawezesha kujua nini tunachokifanya. Lakini niwashukuru pia wote ambao wamefanya maonyesho pale nje kupitia mabanda ambayo tumekagua. Kwa kweli mmefanya jambo zuri sana, na nimeona nasikia jinsi ambavyo mnatoa, wengine wanatoa mikopo, wanatoa elimu, wanatoa huduma mbalimbali, wanafanya vizuri. Na mimi nilikuwa nazungumza mwenyewe ndani ya moyo wangu kwamba haya ninayoyashuhudia ni mazuri sana. Kumbe kuna mengine hatuyajui. Kumbe kwa kufika unaona na kuona ni kuamini. Kwa tunaamini kwamba kwa ushirika wetu huu unakwenda mahali pazuri sana. Na nilikuwa nauliza wengine kama hata mitaji. Kumbe ukisikia ile mitaji ni kubwa sana. Hata mikopo inayotolewa ni mikubwa sana. Jambo moja ambalo nauliza na ninaliona kila mahali. Kuna wadau, kuna wanachama wanaokopa kwa masharti nafuu sana katika vyama vyetu, lakini kulipa shida. Wengine mpaka mnasukumana. Sasa tunaombe ili tuweze kujenga ushirika wetu vizuri, SACCOS zetu, AMCOS zetu, tuweze kujenga vizuri, basi tukope, lakini kulipa. Hilo ndio jambo la kibusara ambalo litatusaidia sisi kuwa na ushirika imara ndani ya mkoa wetu. Jukwaa hili lina nafasi ya kipekee katika kutathmini mafanikio yaliyopatikana, nafasi ya kipekee ya kutambua changamoto zinazokabili kama washirika, na nafasi pekee ya kuweka mikakati madhubuti ya kuendeleza sekta ya ushirika katika mkoa wa Arusha.
Hili ni jukwaa la maono, ushirikiano na mwelekeo mpya wa maendeleo endelevu ya vyama vyetu vya ushirika. Serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inatambua na kutathmini mchango wa vyama vya ushirika kama nguzo muhimu ya maendeleo ya uchumi shirikishi. Ushirika ni chombo kinachowainua wananchi wa kawaida kuwa wadau wa kweli wa uchumi wa taifa. Kwa msingi huo, serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika imeendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa ufuatiliaji kwa lengo la kuhakikisha vyama vinatoa huduma bora na kuendeshwa kwa uwazi na ufanisi. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niseme kwamba vyama vya ushirika vina mchango mkubwa katika kuwezesha wananchi kuinua kiuchumi. Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya uendeshaji wa ushirika, ikiwa pamoja na kufanya nini? Kuwezesha upatikanaji wa mikopo nafuu, inayozungumza, kupunguza urasimu katika utoaji wa huduma, kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa ushirika endelevu, kuhimiza nidhamu ya kifedha miongoni mwa wanachama. Hili jambo la msingi sana. Lakini vilevile serikali pia imebaini changamoto ya ucheleweshaji wa michango ya wanachama kutoka kwa waajiri. Hili naomba sana waajiri, halmashauri, taasisi za serikali na waajiri wa sekta binafsi msicheleweshe michango. Naomba niseme kwa mistari ya wote, msicheleweshe michango ya wanachama wenu. Wakurugenzi wa halmashauri, taasisi za serikali na waajiri wa sekta binafsi, pelekeni michango yenu kwa vyama vya ushirika. Tafadhali sana msicheleweshe. Lakini vilevile naomba niseme huu mwaka tutafanya uchaguzi wa vyama vyetu vya ushirika. Rais hapa alikuwa anazungumzia vyama ambavyo nisinzia. Hakuna sababu ya kuwa na vyama ambavyo haviko hai katika mkoa. Tufanye uchaguzi ili kuwe na viongozi waaminifu wenye maono ya kuendeleza vyama vyetu ndani ya mkoa wetu. Serikali haitakuwa tayari kuwavumilia kwa namna yoyote ile wale ambao wanaendesha vitendo vya ubadhirifu, matumizi mabaya ya mali za vyama na wala ukiukaji wa sheria. Hatutakuwa na namna yoyote ya kuwavumilia, tutachukulia hatua ikiwa ni pamoja na kuhakikisha vyombo vya kisheria kwa maana ya mahakamani. Katika dunia ya leo ya mabadiliko ya kidijitali, sekta ya ushirika haiwezi kubaki nyuma. Mabadiliko ya kimuundo, kisheria na kimtazamo ni ya lazima. Viongozi wa vyama kwa mstari wa mbele katika kujifunza, kujiendeleza na kutumia teknolojia ya kisasa katika kuendesha shughuli za vyama vya ushirika. Ndugu zangu, mimi nilipaka kuzungumza kwa uchache sana kwa sababu wenzangu wamezungumza mengi na mimi naelewa vitu vingi vingine nimeviruka. Lakini naomba nihitimishe kwa kusema kwamba ninawashukuruni sana kwa kuhudhuria wote kuitikia kushiriki katika jukwaa hili muhimu. Nawapongeza kwa dhamira yenu ya dhati ya kuendeleza sekta ya ushirika. Matarajio yangu kuwa mjadala na maazimio yatakayotolewa hapa yatachochea mageuzi chanya ya vyama vyetu vya ushirika. Tushirikiane kwa dhati kuhakikisha tunajenga mazingira bora ya ushirika, tunapata masoko ya uhakika, tunaongeza tija ya uzalishaji na tunaimarisha maisha ya wanachama wetu. Lakini kwa msisitizo, nilisema kwa nyuma, kwa msisitizo tuliweka madeni. Swala la madeni halina tija kwa vyama vyetu. Madeni yataua vyama vyetu. Wengine wanaenda kukopa wakiwa na malengo yao binafsi. Wanaenda kwa dhamira njema, kumbe wana madeni kwenye taasisi zingine za kifedha. Wakikopa hapa, wanaenda kulipa kule. Alafu wanaacha madeni mengine. Kule nako wamaliza madeni, huko wamaliza madeni, wafungila wamaliza madeni. Na fedha zingine wanazitumia kibinafsi tu. Kwa hiyo tutakielekeza hili tutaona vyama vyetu vya ushirika. Kwa hiyo tusipende kukopa bila malengo
na wakati mwingine tunashuhudia mmetoka kwa nia njema, lakini siku viongozi wa ushirika wakija kwako kukudai, unakimbilia kwenye ofisi za serikali. Unaenda kwa mkuu wa wilaya, unaenda kwa mkuu wa mkoa, unaenda kufanya nini? Kwa sababu mkuu wa wilaya hakushirikishwa wakati wa kukopa. Mkuu wa mkoa hakushirikishwa wala hakuwa shahidi. Kwa nini unakwenda kule? Lipa madeni. Inaomba tunashauri kwa msisitizo kulipa madeni, kuimarisha ushirika wetu. Maneno yanayozungumza hapa ni makubwa sana. Takwimu zilizotolewa na mrajisi wetu ni kubwa sana. Sasa tunafikiaje huko? Kuimarisha ushirika wetu kwa kulipa madeni, kufanya uchaguzi, kuchagua viongozi wazuri, kusimamia ushirika wetu katika mkoa wetu, na mwisho wa siku tunasema kwamba kumbe ushirika wetu katika mkoa wetu ni msingi na watu wengi sana wanajifunza. Nilipata takwimu hapa, nikasema kwamba hizo takwimu hazitoshi na wanachama, sababu ushirika pia unazalisha ajira, na hapa naambiwa hapo waajiriwa pamoja kwa moja kupitia jambo la ushirika wa kazini na elimu. Kwa hiyo ni kikubwa sana, na hapo umetambulishwa. Lakini vile vile wanachama wenyewe ni ajira, kwa sababu wanajiajiri kupitia shughuli wanazozifanya. Kwa maana yake ushirika wetu ni wa msingi sana, msingi sana. Na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwezi wa Oktoba 2025, naombe wote tujitokeze, tupige kura, tuchague viongozi wetu ambao wataendelea kuvusha katika awamu nyingine inayokuja. Baada ya kusema haya, jukwaa la maendeleo ya vyama vya ushirika mkoa wa Arusha limefunguliwa rasmi. Ushirika makofi tena kwa